uko mahali sahihi kabisa. Mshtue na jirani yako, mshtue mwenzio, mshtue mwanafunzi, mshtue mwanao, kaka yako, dada yako, mdogo wako. Tunaendelea kupitia maswali tofauti tofauti kutoka kwenye mitihani ya taifa kidato cha 6 somo la Kiswahili. Na leo tunapitia mada ya matumizi ya sarufi. Swali letu la kwanza leo linatoka swali la pili mwaka 2021. Swali linasema, bainisha dhima 4 za kielezi katika lugha ya Kiswahili. Bainisha dhima 4 za kielezi katika lugha ya Kiswahili. Ni swali jepesi sana. Maswali ya matumizi ya sarufi ni miongoni mwa maswali ambayo hutakiwi kukosa kabisa. Kwanza ni maswali ya lazima, ndio maswali ya kujichukulia marks za bure. Ni maswali ya lazima na ni mepesi mno. Tukianza swali letu kama linavyosema, bainisha dhima 4 za kielezi katika lugha ya Kiswahili. Dhima ya kwanza ya kielezi ni kueleza namna tendo linavyofanyika. Kielezi kinaeleza jinsi jambo linavyofanywa, linaeleza namna au jinsi. Kwa mfano, mtoto anatembea pole pole. Kwa hiyo inaeleza namna mtoto anavyotembea. Mtoto anatembea pole pole. Kwa kielezi hapo ni pole pole, kinaeleza namna au jinsi mtoto anavyotembea. Dhima ya pili ya kielezi ni kueleza mahali ambapo kitendo kinafanyika. Mahali ambapo kitendo kinafanyika. Kwa mfano, wanafunzi wameingia darasani. Darasani ni kielezi, kinaeleza mahali wanafunzi walipoelekea. Dhima ya tatu ya kielezi ni kueleza muda tendo linapofanyika au muda ambao tendo lilifanyika au linafanyika au litafanyika. Babu aliondoka jana. Jana ni kielezi. Kwa hiyo inaeleza wakati au muda ambao tendo la babu kuondoka, kitendo cha babu kuondoka kilifanyika. Dhima ya 4 ya kielezi ni kueleza kiwango au kiasi cha kitendo. Kiwango au kiasi. Kwa mfano, watoto walifurahi sana. Watoto walifurahi sana. Sana ni kielezi, inaeleza kiwango cha furaha waliokuwa nayo watoto. Natumaini kuna kitu umejifunza, natumaini umeelewa vizuri, na kama utakuwa na swali lolote usisite kutuandikia hapo chini kwenye comment, na usiache kutufuatilia hata katika kurasa zetu za kijamii ili uendelee kujifunza zaidi. Kiswahili Simplified ipo karibu na wewe mahali popote, wakati wowote. Jifunze Kiswahili kwa urahisi zaidi. Bye. Ujambo? Sijambo. Habari gani? Nzuri. Kiswahili Simplified. Kiswahili